Rais William Ruto ametoa mpango wa kuajiri vijana 20,000 ambao wamehitimu na kusoma na hawana kazi. Hii ni baadhi ya miradi aliyoahidi Kenya wakati wa kampeni kama vile affordable housing. Ikumbuke kwamba ni mwaka moja tu ilifika kampeni mwaka ujao, na hata upinzani wamekita kambi kila kona ya nchi ili kupika kampeni wakiwa na ajenda moja tu, kumpeleka William Ruto nyumbani. You know, we are doing something hapo Bomas of Kenya. Nyinyi mko na habari? Mko na habari? Hapo Bomas of Kenya, we are building the most modern conference facility in Eastern Central Africa. And it will be ready by May this year. Why are we doing it? Because Kenya is a tourist destination and we want to promote our conference tourism. We need a proper, modern conference facility to replace our 50-year-old KICC so that we can drive this forward. So we will continue to provide leadership in all what we are doing, and therefore the road between that Bomas of Kenya and Karen, we are going to be dualing it this year so that the people who want to come here can find it easy to get to. Huku upinzani ukizidi kuongoza kampeni zao, Wakenya wameweza kusikiza upinzani zaidi na hata miradi ya William Ruto hawazijui. Unaamini Rais William Ruto atashinda mwaka 2027? Mbali sana, mbali sana. Kipi kinakupa huo mtazamo? Mbali sana, mbali sana. Mbali sana. Unajua ile anasema atashinda, alishinda na 200,000. This time naona kama ni kama 2 million, 2 to 3 million. Sikudanganya. Ulipoketi. Kitu ya kwanza, wewe umewahi tumia SHA? Haujawahi tumia. Lakini wengi watakwambia SHA haifanyi. Okay? Siku ambao utakuwa mgonjwa ndio utajua SHA inafanya. Na Liz nakwambia jiandikishe. Usije ukawasikia. Mimi siku zote ni memba. Unasikia? Umewahi ishi kwa Salamu? Haujawahi ishi. Kuna wengi ambao wanaishi katika njia ambazo hata we mwenyewe huwezi kubali kwenda kuishi. Nyumba ina maji, nyumba ina choo, nyumba saizi hapa kwangu Lang'ata 4,800 houses zinajengwa, kisha another 23,000 houses zinaanza in the next 2 months. Watu wangu ambao walikuwa naishi katika nyumba ambao wananunua maji, wanatumia choo, wote tayari wako pale. Unajua walimu? Katika serikali ya Ruto tumekuwa wameandika zaidi ya walimu 100,000. Na ni wako. Na hizo ahadi unaamini ndizo zitamrejesha? Wengi tu wanaiona na wataifanya. Kauli yako ya mwisho kwa sekunde 30? Jamani, tena haraka hivi kwa nini? Ndio hivyo. Sasa ndio Mbunge wa Lang'ata Felix Oduor anayejulikana kama Jalaz amesema kwamba atawania useneta wa kaunti ya Nairobi. Hii ni kwa mujibu wake, akisema kwamba William Ruto alimwambia awanie. Kulingana naye, katika ikulu moja aliongea juzi ni kwamba William Ruto atashinda uchaguzi ujao. Raila huenda aliuawa. Tunasema tunataka open inquest tujue ukweli kama Raila alilala vizuri ama kama Raila alifanywa madhambi. Wangapi wanataka hiyo public inquest hiyo? Wangapi wanakubaliana na James Orengo mambo yafanyike? Nasema hayo hapa kwa sababu Kisii ilikuwa ngome ya Raila Amolo Odinga. Si ni kweli? Even in 2022 we were with Fred tukimpigia debe. Kwa hivyo tunataka Wakenya wote tuungane kutoka Lake Victoria kwenda Indian Ocean. Tutoke mpaka wetu na Tanzania mpaka Turukana na mpaka wetu wa South Sudan na kule kwingine. Wakenya washikamane ndio tukomboe nchi yetu. Harambee! Because tutaongea na mimi sina haraka. Mimi nitalala kwa makorera. Siendi. Na mimi nataka kuleta vijana Ukambani na wao wajiokoe. Si namna hiyo? Lakini najua kwanza naleta salamu za Bagusi walioko
diaspora. Sijui kama mnajua Abagusi, Wakisii, wale wako Marekani, wale wako upande wa Minnesota. Hata nikapokelewa juzi na Profesa Choti, tutapelea kwake huko Nyamache. Akatupokea vizuri zaidi. Fred ni rafiki sana ya Rigiji. Wabagusi wote in the diaspora. Ikumbuka kwamba ni mwaka moja tu umebaki ifike kampeni. Upinzani unajikakamua kwa upande wake. Kumbuka kusubscribe na kuganda nasi kwa ujumbe zaidi unaochepuka na unaokufaa.